Mimi nitawaambia kitu. Kama mchungaji wako, maana mchungaji wetu mkuu ni asumbuli na hayo mambo. Ndio maana hajawahi ku address hiyo issue. Mchungaji wako ndio anasumbuliwa na zinaa. Na anasumbuliwa na zinaa kwa sababu mimi najiuliza swali. Yesu, Biblia inasema kulikuwa kuna kesi moja ya Yesu, scenario moja very interesting. Biblia inasema alikuja kahaba akiwa amevaa mavazi ya kika. Bwana Yesu asifiwe. Nafikiri mmemsikia Pastor Kapola anavyosema ya kwamba mwanamke yoyote ambaye anaingia kanisani akiwa amevaa mavazi ambayo tunazungumza kwamba ni mavazi ambayo hayana busara wala hekima katika madhabahu au sio mazuri. Pastor Tony Kapola akasema kwamba kwanza tuwaache, lakini shida ni kwa pastor, kwamba huyo pastor atakuwa na pepo la zinaa. Ndio maana anazuia watu kwamba hawezi kustahimili kwamba kuona mwanamke amekaa uchi au amevaa suruali kisha akaachana na hizo habari. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikwambie kitu, Pastor Tony Kapola, inawezekana ukajiona una hekima sana na maarifa sana, lakini katika ufalme wa Mungu hakuna. Biblia inasema nani mwenye hekima amuelimishe Mungu? Hakuna binadamu ambaye anaweza akawa anajua zaidi ya Muumba wake. Biblia inaposema mwanamke asivae mavazi ya mpasayo mwanaume, anajua, na usiseme suruali sio vazi la kiume. Basi tangu lini umeona mbona hujavaa sketi hapo ulipo? Tunapozungumza uhalisia, tuzungumze uhalisia. Tusiogope kupoteza kondoo wala usiogope kupoteza watu washirika. Ukweli unawaweka watu huru. Na uwezi kumwambia mtu aje amkiwa nusu uchi kwenye madhabahu. Anakuja madhabahuni au anakuja disco. Biblia inasema ya kwamba tena usipande katika madhabahu yangu ukiwa daraja ya uchi. Sasa hebu tujiulize swali. Kama sisi tunakosa heshima hata kwa Mungu ambaye ametuumba, yani ni ibada gani watu mnafanya? Mimi najiuliza swali tu kwamba unasema kabisa eti waache waje kwako. Ndio, kanisani ni sehemu ya kurekebisha watu tabia zao na njia zao, lakini isiwe ni tiketi ya kuwapa watu njia ya kuweza kumwasi Mungu. Kwa sababu unapowaambia watu kwamba kwangu na wakaribisha na hakuna dhambi katika hayo, Bwana Yesu asifiwe sana, umepotoka sana mtumishi wa Mungu. Na Biblia inasema hivi, kaja ile misali kitabu cha Luka. Sikilizeni ninyi watu wa Mungu. Biblia inasema hivi, Luka 16 mstari wa 8. Yule bwana akamsifu wakili dhalimu kwa vile alivyotenda kwa busara, kwa kuwa wana ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Watu wakamsifu wakili dhalimu. Wakili ni mtu ambaye ni msimamizi au tuseme ni kiongozi fulani. Sasa tena ameambiwa ni wakili dhalimu, yani mtu ambaye ametenda kwa busara lakini anaonekana huyu mtu ni mbaya. Kwa hiyo busara yake katika ubaya wake ukaonekana ni wema. Unaona Sasa wakamsifu wakili dhalimu kwa jinsi alivyotenda kwa busara. Ndio hii busara ya Pastor Tony Kapola juu ya washirika wake au juu ya watu. Na watu wanamsifia, wanaona ni sawa kabisa. Unaona? Alafu anasema kwa kuwa wana wa ulimwengu huu katika kizazi chao wenyewe huwa na busara kuliko wana wa nuru. Yani kizazi au wana wa giza wana maarifa, wana busara kuliko wana wa nuru. Yani utawala wa shetani una busara. Maanake busara inayotumika hapa sio busara ya kiungu, bali ni busara ya kishetani inayoweza kupoteza watu. Lakini watu hawafunguki fahamu zao, watu hawana maarifa, watu hawana hekima, watu hawana akili, wanaona ni sawa kila kitu. Biblia inasema kitabu cha Isaya pale, wale wao wasemao utamu ni uchungu na uchungu ni utamu, watiao giza badala ya nuru na nuru badala ya giza. Maanake ni watu ambao wanageuza yale Mungu aliyoyakataa wayafanye mema, na Biblia imewaonya. Unaona? Sasa na watu hawa ni wale, kwenye kile kitabu cha Isaya 30 pia kinazungumza kwamba watu hawa ni watu ambao wanawaambia manabii na waonaji kwamba msione, msituambie maneno, msitolee unabii, tuambieni maneno laini. Unaona? Ni watu ambao wanataka kuhubiriwa habari zinazoendana na tabia zao, na sio
yale Mungu anayoyataka. Sasa Paulo anazungumza kwenye Wagalatia, je, nafanya kwa ajili ya kumpendeza mwanadamu au kumpendeza Mungu? Pastor Tony, acha kupendeza wanadamu. Tafuta kusudi la Mungu. Nilivyokufahamu wewe 2018 ndo nilianza kukuona, lakini haukuwa hivi. Nowadays umebadilika totally and completely. Hata kama ni fedha unatafuta, na kiburi cha fedha cha mwanadamu awaye yoyote kina muda na wakati, kina majira na saa. Hakuna aliwahi kuzikwa na fedha, hakuna aliwahi kuzikwa na mali. Na usiseme hakuna wa kukushauri kwa sababu ana gari kama wewe. Ushauri unahitaji swala la kifedha. Hata wewe ulikuwa una, lakini uliwashauri watu, lakini uliwafundisha watu na wakakuelewa. Kwa hivyo acha kupotosha kanisa. Wafundishe washirika wako iliyo kweli. Wafundishe hii ni dhambi na hii sio dhambi. Kwamba wewe mtu aliye mkamilifu duniani peke yake ni Mungu. Sasa hebu niambie wewe na washirika wako. Na kwanza wewe unaweza ukasema labda hiyo sawa, kwa upande wako umeweza kuishinda. Je, washirika, kwamba unafikiri watoto wanakuja kanisani wamekomaa, wanavyoona wanawake walivyovaa, kwamba hawataingia tamaa ya zinaa? Na Biblia inasema mtu yeyote amtazamaye mwanamke kwa kumtamani tu amekwisha kulala naye. Sasa wewe kwa level yako labda unaweza kuona umeshinda, kwamba huwezi kumtamani mwanamke akiwa uchi, lakini ndani ya kanisa kunao washirika, kunao wazee wa kanisa, kunao vijana bado hawajakomaa miili yao. Kwa hiyo chunguza sana roho iliyoko ndani yako. Chunguza sana Mungu anayezungumza na wewe, na usijione wewe una hekima kuliko watu wengine wote. Hakuna mtumishi wa Mungu ambaye anaweza kuwa perfect 100%, lakini pale tunapokosea tunakubali kusahihishwa, watu watafanikiwa na watamuona Mungu. Na mtumishi yoyote au mchungaji yoyote ambaye yeye yuko kimaslahi, kibiashara zaidi, kifedha zaidi, hawezi kukemea dhambi ndani ya madhabahu, kwa sababu anaogopa washirika wataondoka. Watu wa Mungu ni mbinguni, hakwendi watu wengi, wala Mungu hahitaji watu wengi. Watu wanaosoma kitabu cha Ufunuo wanaweza wakajua idadi ya watu wanaoingia mbinguni na watu walioko duniani ni kitu sehemu kidogo sana. Maana yake nini? Maana yake tujaribu kutengeneza njia iliyo sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Tubadilike watu wa Mungu. Mungu yuko karibu kuja. Na uzionapo nyakati kama hizi, mambo kama haya, ujue uko katika mstari mwekundu wa nyakati za mwisho.